Yawezekana unapambana na una jitihada kubwa sana kwenda kutimiza malengo yako kwenye maisha, lakini wapo watu watano ambao wanapambana ili usiweze kutimiza malengo yako kwenye maisha. Siku ya leo nataka nikuweke wazi hao watu watano ambao wanapambana ili utimize malengo yako. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele hapo chini, kisha tuendelee. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. Kundi la kwanza la watu wanaopambana usitimize malengo yako ni lile kundi linalodhihaki na kudogosha mafanikio yako. Na mafanikio yako inawezekana ni makubwa, na wakati mwingine unawazidi kabisa hata zile hatua za mafanikio, lakini wanatengeneza mazingira ya kudogosha na kudhihaki yale mafanikio yako ili uweze kujiona wa kawaida na muda mwingine kukata tamaa. Unaweza kujichanga ukanunua gari, alafu ukasikia hili nalo gari siku hizi ni V8 au sasa hivi gari ni aina fulani. Wanatafuta mazingira ambayo wanadogosha yale mafanikio yako kiasi kwamba hata wewe mwenyewe unajiona kweli umepotea. Au unapambana, unasoma, unapata angalau degree. Wanaanza kukuambia degree za siku hizi nazo degree. Watu wengi wamesoma, wako mtaani. Mbona tuko wote kila siku? Wewe mwenyewe mpaka unajihisi kweli degree ni kitu cha kawaida. Au unapata tuzo fulani, wanakwambia tuzo za siku hizi kila mtu anaweza kupata. Yaani wanatengeneza mazingira ya kudogosha kila hatua na mafanikio yako kiasi kwamba hata wewe mwenyewe ukikaa unajiona wa kawaida, na hata ile spirit ya kupambana hata wewe inaanza kukupotea. Hao watu ni watu wa kuwa nao makini katika maisha yako kama unataka kusonga na kutimiza malengo yako. Kundi la pili ni lile kundi linalotafuta njia unazopatia riziki ili waweze kuziziba. Inawezekana mtu akakuamini akakupatia kazi ya kuajiri, au akakuamini ili muanze kufanya biashara. Lipo kundi la watu linamtafuta na linamwaminisha kwamba wewe si mtu sahihi. Muda mwingine anaweza kwenda kumwambia, yani katika watu wote umekosa watu wa kuamini na kufanya nao kazi. Unamwamini huyu jamaa ni mwizi, huyu jamaa ni 1 2 3. Wanatengeneza mazingira ambayo wanaweza wakablock ile njia yako ya kuweza kukupatia riziki. Na hili kundi linaweza kutafuta katika mazingira tofauti. Popote panapoonekana unatafutia riziki, linatafuta namna ili liweze kukublock. Hilo kundi ukilitambua, hutostop, utapambana. Kundi la tatu ni lile kundi la watu ambao wanapambana kukueleza madhaifu yako kuliko ubora wako. Inawezekana uko vizuri katika uongozi, lakini hawakuambii ubora wako, wanakuambia udhaifu wako. Inawezekana uko vizuri katika uimbaji, hawakuambii ubora wako, wanakuambia udhaifu wako. Inawezekana uko vizuri, una kipaji cha aina fulani ambacho ukifanya kwa userious wewe ni mtu mwingine wa kesho, lakini wanatafuta sehemu ambapo kuna udhaifu, wanakuambia. Inawezekana una kipaji alafu kwenu hamjiwezi. Sasa wao wanapitia ule udhaifu wa nyumbani kwenu kueleza kwamba huwezi kufanya chochote kwa sababu kwenu ni 1 2 3 na hapo kutoka mtu wa namna yako. Kwa hiyo wanakuangalia ule udhaifu wako, ndio wanakuchapa nao. Inawezekana una kipaji, inawezekana una uongozi mzuri, inawezekana kuna vitu unavifanya vizuri, wanakutafutia yale madhaifu, ndio wanakuambia kwamba mtu kama wewe huwezi kufika sehemu fulani kwa sababu ya huu udhaifu ulionao, huwezi kwenda sehemu fulani. Kutokana na mazingira hayo, usipowatambua hao watu na ukajijua kama wewe ni gifted, ukajijua wewe kama una uwezo, unaweza ukata tamaa na ukajiona kabisa wewe si chochote na si yeyote, ukakata tamaa na ukabaki kuwa mtu wa kawaida. Kundi lingine la 4 ambalo linapambana ili usitimize malengo yako ni lile kundi ambalo linakulinganisha na watu wa juu sana, lakini kwa lengo la kudhoofisha. Inawezekana ukawa unafanya kazi fulani ambayo bado wewe una viwango vya chini, ila ukijipanga na ukapanda unaweza kujipata, lakini wakakulinganisha na wale ambao tayari washajipata, ukaanza kuvunjika moyo kwa lengo la kuvunja. Unaweza kuwa labda ni mwimbaji ambaye bado ni underground na unajitafuta, ukatafutiwa yule mtu ambaye ameshafanikiwa kwenye uimbaji kwa kiwango cha juu, ukaambiwa Diamond angekuwa anaimba hivi asingetoboa, Martha Mwaipaja angekuwa ana sauti kama hiyo asingefika pale alipo.
Wanakutafutia mazingira ambayo wanakulinganisha na wale wa juu, lakini kwa lengo la kukutafutia madhaifu. Inawezekana ni katika uongozi na katika ujuzi wowote, katika talanta yoyote ambayo unakuwa nayo, wanakutafutia madhaifu kwa kukulinganisha na yule mtu wa juu. Kwa comparison hiyo, hata wewe mwenyewe kweli unajiona kweli, kwa hali hii siwezi nikasonga mbele. Kundi lingine la 5 na la hatari ambalo halitaki utimize malengo yako ni lile kundi ambalo linakuhudumia na kukujali kwenye furaha ya muda mfupi na kukusahaulisha kesho yako. Na katika vitu ambavyo wanakuhudumia, wanahakikisha ni vile vitu ambavyo haviwezi kukusaidia kesho. Mfano ni wale watu ambao wanaweza kukununulia pombe, lakini hawawezi kukuonyesha njia za kufanya ili uwe na keshi na wewe uweze kujihudumia kesho. Watakuhudumia katika yale mambo ambayo wanahakikisha huwezi kuwekeza na kupata manufaa ya kesho. Watakupotezea muda, lakini pia watahakikisha yale ambayo wanakuhudumia hayatokupa manufaa kesho, bali yatakupoteza. Au watu wanaweza wakakununulia pombe ya 1,000, lakini ukimwomba 2,000 ili uweze kufanya kitu cha msingi, wanakuambia mimi si wa kukuhudumia hiyo. Kunywa pombe, lewa, ondoka. Kwa nini? Kwa sababu ukilewa, kwanza unapoteza, lakini pia ukilewa zile pombe zishaingia ndani, hazitokupa manufaa tena kesho. Yani hutomtumia yeye kwa faida ya kuweza kuendelea, lakini kile alichokupatia kinaweza kikakufanya ukapoteza kabisa malengo yako. Na hiyo ndiyo furaha ya watu wa namna hiyo. Kuwa makini na mtu anayekuhudumia katika yale mambo ambayo yanakupa furaha ya leo na kesho na kukusahaulisha kabisa mipango yako na malengo yako. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. See you.